ilikuwa na kichwa cha habari ya kwamba unahitaji nini ili ushinde vita inayowinda hatima yako. Amen. Amen. Na tuliangalia kweli kadhaa kwamba nguvu ya Mungu ikiwa ndani ya tosha kabisa kufanya ufikie hatima ya maisha yako. Amen. Tuliangalia kweli muhimu, tukasema nguvu ya Mungu huwa inapungua. Tuliona kadhaa siku hiyo. Hiyo siwezi kurudia kila kitu, ninaamini wengi tulikuwepo. Tunahitaji leo tuendelee na hatua nyingine, tuangalie kazi ama faida ya nguvu ya Mungu inapoingia na kutenda kazi ndani ya mtu. Amen. Kazi au faida ya nguvu za Mungu inapoingia na kutenda kazi ndani ya mtu. Amen. Faida ya kwanza. Faida ya kwanza, nguvu ya Mungu ikiingia ndani ya mtu inakuwezesha kushinda majaribu. Majaribu yamekwamisha watu wengi sana katika uso wa dunia hii. Amen. Mtu anapokutana na majaribu anakata tamaa, hasongi mbele tena. Mtu anapokata tamaa na majaribu anazimia nafsi yake. Amen. Kuna wengine wanaacha hata kumwabudu Mungu. Kuna wengine ndoa zinavunjika. Kuna wengine familia zinasambaratika. Kuna wengine hata biashara zinakufa kwa sababu ya kukutana na majaribu. Kwa hiyo majaribu mengi ya watu yameharibu hatima zao. Iwe ni mitihani kutoka kwa Mungu au yawe na majaribu ya shetani, bila kusahau majaribu yanayosukumwa na mwili wa mwanadamu mwenyewe. Yaani tunaposema majaribu yamegawanyika katika makundi makuu matatu. Kundi la kwanza, Mungu anaweza kukaleta kama kipimo cha imani yako. Anaweza kuleta majaribu kwenye biashara yako kama kipimo cha kuikuza biashara yako. Anaweza kuleta majaribu kwenye kipimo cha kupima ndoa yako. Anaweza kuleta majaribu kwenye afya yako kama kipimo cha afya yako. Lakini kuna majaribu yanaletwa na shetani ili kumtenganisha mwanadamu na Mungu. Lakini kuna yetu na mafanikio yetu, yani tunajijaribu sisi wenyewe bila kujali chanzo chake, bila nguvu ya Mungu. Bila nguvu ya Mungu kwenye maisha yetu ni vigumu na sio rahisi kuvuka majaribu. Mwili, tukimwangalia Bwana Yesu kama mfano wetu, mwili ulitaka kumkwamisha Yesu asifike kwenye hatima yake ya ukombozi wa wanadamu. Haleluya. Mwili ulitaka kumkwamisha Yesu ili asifikie hatima yake. Amen. Maisha ya Yesu duniani yasingekuwa na maana yoyote bila kufikia msalaba. Amen. Wakati Yesu anakaribia msalaba, mwili ulitaka kumzuia asiende kwenye hatima yake ya kufika kwenye msalaba. Maana bila yeye kufa msalabani, kanisa lisingekuwepo duniani leo. Kanisa liko duniani leo kwa sababu Yesu alishinda jaribu la mwili, akaukabili msalaba, hata kifo cha msalaba, kifo cha aibu. Yesu Kristo akaukabili ili mimi
mimi na wewe leo tuambie wagonjwa ya kwamba Yesu anaponya. Amen. Amen. Tuambie wapo waliokufa kwamba Yesu anafufua, kwa sababu mwanaume Yesu hakushindwa jaribu la mwili, aliukabili msalaba. Haleluya, haleluya. Kuna mahali usipopafikia kwenye maisha yako, maisha yako duniani hayana maana kabisa. Wakati mwingine ukutana na majaribu, ni kama unakutia aibu, unaiogopa aibu, unaficha, unakuwa umekwama, hujafika kwenye hatima yako. Hata wafungaji wenzangu, maaskofu wenzangu na watumishi mbalimbali, kuna wakati unaweza ukakutana na jaribu la aibu. Usikate tamaa, songa vivyo hivyo. Mwisho wa aibu ni utukufu wa Mungu. Ahimidiwe milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe sana, apewe sifa. Kuna watu wengi sana wanaweza kuwa nyuma yako, na hatima zao zinategemea hatima yako. Haleluya. Yaani wewe mtu mmoja ukishindwa kufika kwenye hatima yako, umefanya watu wengi nyuma yako, maelfu, wapate kushindwa kufika kwenye hatima zao. Yesu Kristo peke yake angeshindwa kwenda msalabani, wokovu usingekuwepo duniani leo. Baba, kwenye familia usipopambana hilo jaribu ukafika mwisho, jaribu umemfanya mke wako, watoto wako, wadogo zako, kaka zako, shangazi zako, binamu zako wasifikie hatima zao. Mungu amekuchagua wewe kama wewe kuwa ndio dira ya familia yako. Maana tunasema namtafuta mtu mmoja kwenye familia, katika huyo familia nipate kuiponya. Mungu amekuchagua wewe, amenichagua mimi. Lazima tupambane tufike kwenye hatima zetu. Haleluya. Atakayetufikisha kwenye hatima zetu ni nguvu ya Mungu juu yetu. Nguvu ya Mungu ikikaa juu yetu, tutaweza kufika kwenye hatima zetu. Amen, amen. Maana tukumbuke kuna watu wengi nyuma wanatutegemea. Wanatuangalia sisi kama chombo. Wanatuangalia sisi kama dila. Tusikate tamaa. Amen. Tusijizuie njiani wakati ukutana na majaribu. Kumbuka, hata unapotaka kuchoka, kumbuka nyuma yako kuna watu wanakutegemea ushindi wako, ili na wao wapate kushinda. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe sana, asifiwe. Acha tusome Wakorinto wa kwanza sura ya 4. Mstari wa 20. Biblia inasema hivi. Maana ufalme wa Mungu haui katika neno, bali katika nguvu. Ufalme wa Mungu haui katika neno, bali katika nguvu. Ndugu zanguni, bila kuwa na nguvu ya Mungu juu ya maisha yako, ni vigumu kupenya kwenye maisha yako ya kila siku. Amen. Nguvu ya Mungu pekee ikija juu yako, itakusaidia kufanikisha mambo ambayo umeyatafuta siku nyingi kwenye maisha yako. Amen, amen. Unaona hata Mariamu mama yake na Yesu, akiwa amekaa na malaika Gabrieli. Malaika Gabrieli alikuwa na ujumbe mzuri kwa Mariamu. Lakini cha ajabu, Mariamu alichukua dakika kadhaa akimwambia malaika Gabrieli, itakuwaje? Maana mimi sijui mume. Ukisoma Biblia ya Kiingereza huo mstari, Mariamu alikuwa anazungumza, anamwambia malaika Gabrieli, itakuwaje mimi kuzaa wakati mimi ni bikira? Anaposema sijui mume, Biblia ya Kiingereza nasema ni bikira. Inawezekanaje mimi ni bikira nikazaa?
malaika Gabrieli akampa ujumbe wa tofauti ambao na mimi leo ninakuletea kwako. Haleluya. Akamwambia itakuja neema juu yako. Haleluya. Nawe utabeba mimba na kuzaa mtoto mwanaume. Naye yaani Mungu pamoja na wanadamu. Haleluya. Nami asubuhi ambao wako asubuhi na walioko usiku kama Marekani, Haleluya. Amen. ya kwamba itakuja saa hii nguvu ya Mungu juu yako. Haleluya. Inabadilisha miujiza iliyokawia kwenye maisha yako. Asante sana. Kama ulikuwa ni mgonjwa, inakuja saa hii nguvu juu yako. Haleluya. Afya kwenye mwili wako. Amen. Kama ni biashara ilikuwa inasuasua haiendi mbele, nikuachie saa hii na dakika hii unaponisikiliza, inakuja nguvu ya Mungu juu yako kufufua biashara iliyokufa. Amen. Kama ndoa ilikuwa na mgogoro, hakuna maelewano, nikupe habari njema asubuhi hii na usiku huu kwa wewe ambaye ulioko Marekani. Inakuja saa hii nguvu ya Mungu juu yako kufufua amani na furaha kwenye ndoa yako iliyopotea. Kama familia iko inasambaratika, ninao habari njema. Iko nguvu ya Mungu juu yako inakuatamia ili kuleta amani na mapatano na ushirika kwenye familia yako. Kama ilivyokuwa kwa Mariamu, ilikuja nguvu ya Mungu juu yake. Ghafla aliposema hivyo, Gabriel kama unavyosema, ghafla Mariamu akawa mjamzito. Ndio maana tumeona katika Wakorintho kwamba ufalme wa Mungu hauko katika neno bali katika nguvu. Nami naiachilia nguvu kwa kila anayesikia saa hii, ije juu yako ikusaidie mahali ulipokwama. Haijalishi uko Marekani, haijalishi uko Canada, huko Ufaransa, haijalishi uko Sweden, uko Burundi, uko Kongo, uko Rwanda, uko Kenya, yuko Uganda, haijalishi kokote uliko, ninaiachilia nguvu iletayo maajabu kwenye maisha yako siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe milele, asifiwe. Ukishiwa nguvu ya Mungu ni rahisi kutawaliwa. Hata kama wewe ni mtawala. Amen. Yaani nguvu ya Mungu juu yako ikiisha, haijalishi wewe ni manager kwenye kampuni, haijalishi ni mkurugenzi kwa mahali, nguvu ya Mungu ikiisha, utaona walio chini yako wanaanza kukudhalau. Utaanza kuona wanaanza ya leo Mungu amenituma kwa ajili yako kuirejesha nguvu ya Mungu juu yako saa hii na ikufunike. Heshima yako iliyopotea ipate kurudi. Wateja waliopotea kwenye biashara wapate kurudi. Heshima iliyopotea kwenye kampuni unayofanya ipate kurudi. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, pokea hiyo nguvu asubuhi na usiku huu. Wewe ulioko Marekani, uliacha kitanda kupata kunisikiliza saa hii, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, pokea hiyo nguvu. Tunapokea nguvu kuinua upige hatua nyingine mbele, katika jina la Yesu Kristo. Pokea sasa. Haleluya. Tusome kitabu cha Mhubiri sura ya 10. Mhubiri sura ya 10 mstari wa 5 hadi wa 7. Biblia inasema liko baa ninaloliona chini ya jua, nalo ni kama kosa litokalo kwake yeye atawalaye, ya kuwa upumbavu huwekwa mahali pa juu sana, nao wakwasi hukaa mahali pa chini. Mimi nimeona watumwa wamepanda farasi, na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Iko nguvu kwenye neno la Mhubiri sura ya 10 mstari wa 5, anasema liko baa. Ni Kiswahili kigumu, lakini anasema ukisoma Biblia matoleo mengine kama kwenye Biblia ya chini vya whole Bible, ukileta tafsiri yake inasema liko naliona chini ya jua, yani liko tatizo naliona chini ya dunia, nalo ni kama kosa litokalo kwake yeye atawalaye.
ya kuwa upumbavu umewekwa mahali pa juu sana. Ni aibu kwa mtawala kuishi kitumwa. Oh, hallelujah. Ni aibu kwa Mkristo aliyokoka kuishi kama mtu hajaokoka. Hallelujah. Na kitakachotupatia utawala kamili na kutembea katika viwango stahiki vya Mungu ni nguvu ya Mungu juu ya maisha yako. Asante sana. Nguvu za Mungu ni muhimu sana, ndugu zangu. Amen. Nguvu za Mungu zikikaa juu yako, huwezi kutembea kwenye shida na matatizo. Amen. Nguvu za Mungu zikikaa juu yako, huwezi ukaishi kwa shida. Nguvu ya Mungu juu yako inaleta barabara ya kutembea kwenye maisha yako. Hallelujah. Nguvu ya Mungu ikija juu yako, kama njia unayotembea ina misumari na kuchoma, nguvu ya Mungu inazamisha ile misumari, inatengeneza barabara ya lami. Unapita mahali ambapo hakuna maumivu. Hallelujah. Nguvu ya Mungu ikija juu yako, hata kama shetani aliweka misumari ya kansa huwa inayeyuka. Iwe shetani ameweka misumari ya HIV, ukimwi ndani yako, nguvu ya Mungu ikija juu yako, HIV, ukimwi unayeyuka. Asante. Haijalishi kuna shida gani inakabiliana na wewe, iwe ni kisukari, iwe ni presha, nguvu ya Mungu ikija juu yako, vyote vinayeyuka. Hallelujah. Nikushauri asubuhi na usiku wa leo, mlioko bara la Amerika, kwamba nguvu ya Mungu inaweza kufanya kitu kipya kwako. Asante. Nguvu ya Mungu asubuhi ya leo, watumishi wa Mungu, Bwana amenituma nikwambie nguvu ya Mungu ishuke mahali ulipo kwenye familia yako asubuhi ya leo. Hallelujah. Itaenda kuondoa shida, itaenda kuondoa masumbufu na matatizo, ili kupitia wewe uliye mtawala, watu wapate kumwona Kristo Yesu kwenye maisha yako. Hallelujah. Waseme kama kuokoka, hakika huyu ameokoka. Kinachokutambulisha ni ile nguvu ya Mungu juu yako. Nami nakwenda kukuombea asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu amenielekeza kwamba niombe juu yako wewe unayenisikiliza. Hallelujah. Iwe bando lako liloweka leo lisiwe la hasara, bali liwe na faida. Upate kuwa na ushuhuda ya kwamba umekutana na Mungu asubuhi ya leo. Iwe ni ushuhuda ya kwamba umekutana na Mungu usiku wa leo, kwa wewe ulioko Marekani, kwa wewe ulioko Sweden, kwa wewe ulioko Canada, kwa wewe ulioko Germany, kwa wewe ulioko Burundi, ulioko DRC Congo, ulioko Rwanda, ulioko Uganda, kwa wewe ulioko Amerika, ulioko Kenya. Iwe ushuhuda ya kwamba ile shilingi 200, ile dola 300 nilionunua muda wa hewani, nimemwona Bwana akiniatamia kwa nguvu zake. Amen. Tulia mahali ulipo kwa saa hii nikapate kuomba. Asante sana. Na kama uko na mgonjwa mahali, niombe ukamwekee mkono mahali alipo. Amen. Na hata kama yuko mbali, wewe ulioko Marekani, una ndugu zako wako Kongo ni wagonjwa, niombe jambo moja, kama kuna picha yake iko jirani na wewe, weka mkono juu ya picha. Iko nguvu ya Mungu. Biblia inasema mkono wa Mungu sio mfupi hata usiweze kuponya. Kokote aliye na shida, kokote aliyoko na shida, alikofungwa anaenda kufunguliwa sana wakati huu. Ninamwamini Mungu ninayemtumikia. Hebu tulia dakika chache na kwenda kuomba sasa. Bwana Yesu, ninakushukuru na kulitukuza jina lako takatifu. Wewe ndiye Baba yetu, wewe ndiye Mungu wetu. Umesema utukufu wako hauko katika neno, bali uko katika nguvu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaachilia nguvu yako juu ya wasikilizaji hawa. Ninajua wako hapa watu zaidi ya 144 wananisikiliza saa hii. Kila
kila mtu kuna maisha anayoyapitia. Kila mtu kuna mahali anatamani afike, amekwama. Sasa ni mwezi wa 5, alitamani mahali fulani mwezi wa 5 wamefika. Kuna wengine walitamani wao wamekwisha kupaua nyumba zao. Kuna wengine walitamani wao wamenunua gari. Kuna wengine walitamani wamewalipia ada watoto wao. Kuna wengine walikuwa wanatamani wafike mahali, lakini wamekwama. Yehova Nisi, ninakuleta kwako Yesu, nakuleta mbele yao. Wewe Mungu uliyeshinda, wewe Mungu uliyeshinda kifo na kuleta mbele yao sahi. Nguvu yako iwatamie, iwaondoe hiyo hatua waliokwama, waende hatua nyingine. Wengine wamekwama kwa kansa. Madaktari wamewaambia wana kansa, wamesema wana kansa level ya 3, hakuna matibabu, wanasubiri nguvu yako tu, ama wasubiri mauti. Wameambiwa rudisheni majumbani mwao, hawawezi kupona, kansa imefika kiwango cha juu, lakini ina neno la tumaini kwa ajili yao. Najua wamepoteza pesa nyingi. Oh Yesu, familia zimefilisika. Oh Yesu, familia imekata tamaa. Asubuhi ya leo na usiku wa leo ninaamuru kansa, kauka kwa jina la Yesu. Nguvu ya Mungu ije juu yako katika jina la Yesu. Kansa uyeyuke tangu sasa, awe mzima. Wengine wana HIV kwa jina la Yesu, wengine wana kisukari, wengine wana pressure. Nguvu ya Mungu ije juu yao, ikaondoe kila aina ya matatizo. Wengine biashara zimeyumba, kwa jina la Yesu fufua biashara yao. Wengine maofisini, Yesu, wengine wako maofisini, hakuna amani, ni migogoro. Nguvu yako ije juu yao. Ninaamuru nguvu yako iende juu yao, ikalete amani kwenye ofisi zao. Wengine wako uhamishoni, Baba, ninaomba amani yako mtoto wako sahihi na muda huu, mahali popote walipo, kila mtu kwa hitaji alilolielekeza kwenye moyo wake, ninaachilia nguvu yako juu yake, ukalete majibu, ukalete utatuzi wa ile shida, ili ijulikane hakika wewe ulikufa na siku ya 3 ukafufuka, katika jina la Yesu. Kumbuka siku ile wale walinzi kwenye lango la kaburi lako walikuwa wamelinda ili usifufuke, lakini nguvu iliposhuka, Yesu wa Nazareti, wale askari walipigwa wakaanguka. Nami naiamuru nguvu ikawapige maadui wa watumishi wako wanaonisikiliza sasa hivi, wakaanguke mbele yao. Maadui wa umaskini wakaanguke mbele yao, maadui wa magonjwa wakaanguke mbele yao, katika jina la Yesu Kristo. Watumie watumishi wako walioko uhamishoni kama ulivyomtumia Nehemia, ukaleta amani. Ukuta uliokuwa umeanguka ukavunjika. Wako watumishi wako wanaosikiliza wako uhamishoni, lakini ni wenyeji wa Kongo, ni wenyeji wa Burundi, ni wenyeji wa Rwanda, ni wenyeji wa Uganda, ni wenyeji wa Kenya, ni wenyeji wa Tanzania, ni wenyeji wa mataifa mbalimbali, lakini wako uhamishoni huko mbali. Kawatumie Baba kuleta uamsho kwenye nchi zao, kuleta uchumi kwenye nchi zao. Nguvu yako ikiwatamia, watapata vibali katika nchi watapata vibali vya uchumi kwenye nchi wanazoishi, watapata vibali vya utawala kwenye nchi wanazoishi. Tutasikia wanatawala majimbo mbalimbali huko Ulaya, tutasikia wanatawala huko makampuni makubwa huko Ulaya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaachilia nguvu yako juu yao, ikawatamie, ikawainue, ikawafanye kuwa ndio Alfa na Omega kwenye ile mataifa, wakaseme hakika hawa, katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa kuwa umenisikia, na asante kwa kuwa umetenda, na kwa asante kwa sababu umethibitisha, maana umesema ufalme wako si katika neno bali katika nguvu.
na ujumbe huu ukajitukuze kwa watumishi wako katika nguvu zako, ukapokea shuhuda ya kwamba Mungu umetenda. Asante kwa ajili ya kiongozi wetu aliyoko Sweden. Ninamweka mikononi mwake yeye na familia yake, ukampe hekima ipitayo fahamu zake, ukaachilie nguvu mara mbili juu yake katika jina la Yesu Kristo. Nguvu ukaachilie kwa kiongozi wetu aliyoko Sweden kwa maono makubwa haya, na wasaidizi wake wote wakayasimamia maono haya ili kuleta utukufu kwa nyakati za siku za mwisho. Katika jina la Yesu Kristo, kampe hekima ya ajabu, kampe mafunuo ya ajabu, akalijenge